Yaani mwanaume anakunywa pombe kila siku. Kila siku anakuja amekunywa pombe. Akikuja hapo apate mlipika kama ni mboga, ataanza kucomplain. Mbona pia leo watu wanakula mboga? Sahii hajakupea pesa ya nyama, but amekuja ako mlevi, hataki kukula ile mboga. Pesa ya pombe kila siku hakosi, but ya kuprovide hakuna. So, tukiendelea hivyo akakuja akachukua loan. Loan hata sikuwa nimeambiwa kama anachukua loan ama nini, but it's okay. Si lazima mtu aambiwe kila kitu. But mi nikafikiria mtu amechukua loan, at least atafanya kitu ya maana na hiyo pesa. Juu alichukua pesa mingi. Hii kampuni ya G4S wenye wanafanya wanaelewa zile loans zenye wanapewa ndani. Saa hiyo mtu hajajenga kwao, hana kitu. But tell me why amechukua loan, amebebana na friend yake wameenda. Wameenda home, pesa iko mingi, hata halali kwa boma. Pesa ni mingi, anaenda anachukua nyumba huku kwa town, analala. Saa hiyo nimeachwa huku nyuma, si rent nimelipiwa, si nini, lakini amechukua pesa ameenda. Na hiyo ukumbuke ni loan, si ati ni nini. Ni loan yenye atakuwa anakatwa kila mwezi, na mimi bado ndio nitaendelea kuprovide as usual. Sasa hiyo niko na mimba, niko karibu kupata mtoto. Ndio nimeona sasa life ni tough. Unaelewa? Ndio nimekaa chini, nikaangalia vile tulianza, vile tulikuja, vile my mom aliniambia nikaona ukweli. My mom alikuwa ananiambia ukweli. Sasa hapo ndio reality imeanza kunihit. Ndio nimeanza kuona enyewe, love is not everything. Yaani mapenzi si kila kitu sasa. Niko na mimba iko huku, mimi ndio na provide, mimi ndio nafaa kulipa rent. Sasa ilifika time anaanza kunipea kidogo hiyo ingine uongeze. Yeye kila wakati hana do, ukimuuliza sina do. Yenye atakuletea ni hiyo, we huko kwingine ujisort. Niko na watoto shule nafaa kulipia fee. God, yaani vitu zingine tunafanya ni za kujitakia haki. Hata kama saa zingine tunakuja kulia mtu uhurumiwe, some things ni sisi wenyewe. Tell me, mbona sikuangalia hizo vitu before nitoke? Ama nione huyu mtu ni mlevi anakuja kwa nyumba yangu amekunywa. Hiyo ni usiku wa manane namfungulia ananiitisha chakula. Kila kitu vile anataka tena analala kwa hiyo nyumba. So life ikaanza kukua hard. Ikafika time sasa nikaanza kukua strong. Hata mimi kuuliza. Wacha kwanza niwapee story ya loan. Amepata pesa, ameenda ushago. Amebebana na mtu mwingine tu hapo mwenye alikuwa naye wakiwa na pesa tu walijuana vile walikuwa wanapelekana. Wakaenda home. Mtu anaingia kwao, hata hawezi lala. Huko atakuja mchana. Ikifika usiku, anaenda town yenye iko nearby anachukua nyumba analala. Pesa saa hiyo pesa inamsumbua na si ati ni pesa mingi. No. Saa hiyo anafanya hivyo, hajajenga. Hana hata kuku. But amedecide pesa ya loan ni kukula. Inamsumbua, inamuwasha, hawezi lala hata kwa boma. Mahali hakuna stima hapana lala. Anaenda huko kwa town. So the mom alikuwa ananipigia simu ananiambia ongea na yeye. Akimwambia akuje na hiyo pesa hata ajenga ama anunue materials. Mtu alikuwa ananisikiza. Mi hata nilikuwa naongea hanisikizi kabisa. Yaani saa hiyo ako kila mahali. So mi nikashindwa nitafanya nini shwari.
Saa hiyo niko na mimba, hata niko almost kupata mtoto. Niko na stress huku nyuma kila kitu like. Nilikuwa na stress. But yule mwenye hakusikizi. So wakakaa hapo home, wakakula pesa. Akirudi, pesa iko karibu kuisha. Bado mamake pia anaendelea kuniongelesha, jaribu kuongea na hiyo pesa yenye amebakisha. Mununua hata vitu kidogo. Haki nilijaribu, nikashindwa. Hana time na mimi, anaingia hivi na kutoka like kidogo ametoka ameenda. Sasa mimi nikashindwa nitafanya nini, niko karibu kupata mtoto. Mimi ndio provider kwa hii nyumba. Nikakuja nikamuongelesha tu, nikamwambia nataka kuweka biashara na kindly. Hiyo pesa yenye umebakisha, wacha tuongezee, tuanzishe biashara. At least nikirudi kukaa kwa nyumba, tusikose food ama tusifungiwe nyumba. Juu pesa yako kila wakati hakuna, mara imechelewa, mara imefanywa nini. Kindly. Ndio nikamconvince at least nikapata pesa kidogo hiyo yenye alikuwa amebakisha. Nikaongezea pesa ingine nikafungua kabiashara. Hiyo time nilikuwa naishi na my sister. So bado mimi nilikuwa naenda job, hata kama nilikuwa nimechoka, nilienda job mpaka the last minute. Juu nilikuwa najiuliza nimeacha job nimekaa kwa nyumba alafu. Imagine sasa hiyo uko na mwanaume. So after kufungua hiyo biashara nikaweka sister yangu hapo. Sister yangu akaendelea kufanya hii biashara na huyu anafanya. So ndio tukuje kujua mwanaume alikuwa ananidanganya. Vitu mingi tu amenidanganya. Pale kwa biashara si ameleta mafriends zake ilikuwa M-Pesa na biashara zingine hapo anaambia mafriends zake niko na M-Pesa kuja mtu promote. So watu wamekuja hapo ndio saa marafiki zake wamenijua kabisa kupitia kuniona pale. Mimi sasa since naenda job ni sister yangu ndiye anashinda pale. Siku moja kuna rafiki yake mmoja alikuja hapo ilikuwa tu masaa. Akamuuliza fulana ako wapi, akamuuliza fulani ameingia job usiku ama aliingia mchana leo. So my sister was like, what do you mean ameingia job usiku, anaendanga kazi mchana. Akamwambia mimi tunafanyanga job na yeye. So tunakuanga na shift, kuna time mtu anaingia night ama day. So sister yangu akashtuka akashangaa kwani tena night ni kazi gani. So akataka kuuliza huyu mtu amuelezee vizuri hiyo ni kazi gani yenye wanaingia hadi night. Na hatujaiona huyu mtu wetu akiingia job night, amekuwa akienda mchana. My friends, kama kuna mtu amewahi watch ile kipindi ya Baba Shirandula, ataelewa what I'm talking about. Kumbe mbaba anafanya hiyo job ya soja. Ikifika night, anapea mtu pesa, anamuendea shift. Ndio maana saa zingine hana pesa kabisa. Juu akiwekwa night anaenda kama wiki mzima. Imagine hii wiki mzima analipa mtu kila siku. Amusimamie usiku. Ndiye akuje kwa nyumba nisiwahi jua anafanya job ya soja. Ujue vile watu wanajiwekea maisha yao inakuwa ngumu. Like mtu anacomplicate life yake. Mtu tu angekuja aniambie ukweli mimi nafanya hivi na hivi. Kama nimempenda mtu siwezi kataa. Hii life ni kusaidiana. So hapo ndio mtu amekuja akaambia sister yangu si tunafanya job fulani na fulani ndio maana tuko na shift. Iko shift ya night na day. Kwani hajawahi waambia ukweli kazi anafanya ni gani? Huku nje guys si kurahisi hata kidogo.